ajibadilishe. Mtu mmoja aliwahi kuzungumza, mwanazuoni mmoja akasema, ahjirul makani alladhi la tujadi qima, hama sehemu ambao wewe huheshimiki, sehemu hiyo watu hawakuheshimu, huna kimya, hama sehemu hiyo. Akasema, wakun wahidan khairun min an takuna malilan, kuwa mtu peke yako ni bora zaidi kuliko mtu anakaa katika society, katika jamii, alafu jamii hawamheshimu, hawana mpango naye. Hama sehemu hiyo wewe. Hiyo ndio maana hijra. Badilisha, ubadilishe maasi, badilisha mambo yako. Ukiona unapata shida mahala, hama. Maana ya tukio la hijra la mwaka mpya wa Kiislamu lilichukuliwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, baada ya kuona la adhila madhalila anayapata, anayapata heshima, akatoka na maswahaba ukaenda wapi? Madina. Ndio maana hijra. Uame sio umengangania tu umekaa basi Mungu yupo, hapana. Na Mungu anasemaje ndani ya Qur'ani? Walladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Qur'ani ya Mungu hiyo. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan, kwa nakira. Yeye ndiye ambaye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekufanyieni ardhi hii. Ardhi hii mnaifanyia nini mapi? Hii ardhi hii dhalulan, iwe dhalili mtumikie mwanadamu anavyotaka. Lakini leo ardhi inatumiwa vibaya. Angalia mabomu kwenda kurushwa. Bomu makubwa yanatengenezwa kwa ajili ya kuwaua wanadamu. Mabomu hayatengenezwi kwa ajili ya mbuzi wala ng'ombe wala sungura. Mabomu yanatengenezwa kwa ajili ya wanadamu. Ardhi inachafuka, inaharibika. Allah anazungumza ndani ya Qur'ani, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan, yeye ndiye aliyekufanyeni ardhi kuwa dhalili. Kisha akasema, famshu fi manakibiha, tembeeni pembezoni mwa dunia. Sio mngangania hapa pembezoni mwa dunia, tembeni. Wakulu min rizqihi wa ilayhi nushur, na mle katika riziki zake, lakini tambueni ipo siku mtakufanywa, mtarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hiyo leo tunaangalia makosa ambayo tunayafanya ama tumeyafanya hii Uislamu, tusiyarudie. Baada ya mwaka mpya uliokuja, ibaki siku chache, tubadilike. Huu ndio ukweli, tubadilike ndugu zangu. Na hakuna kitu ambacho kikubwa sisi Waislamu kinachotuharibia kubadilika kupitia katika nafsi zetu, kwenye akida, katika moyo, katika nafsi, kwenye matendo. Hata tubadilike, tunaendelea na yale mazoea tuliokuwa nayo. Huu mtihani sana. Lazima tukubali kubadilika kama tunataka tupate mabadiliko katika mwaka mpya wa Kiislamu ambao unaokuja. Tazame wewe nafsi yako, tubadilike kwanza, nafsi zetu zinyooke. Ibn Rajab rahimahullah, wanazuoni Ibn Rajab rahimahullah taala aliulizwa nini maana istiqama al-qalbi, nini maana ya kunyooka, kuwa msafu wa moyo, maana yake ni nini? Akasema, ayakuna mumtalian min mahabbati Allah wa mahabbati taatihi wa karahiyati ma'asiyatihi. Maana istiqama al-qalbi ay yakuna mumtali'an, inatakiwa kujae min mahabbatillah, mapenzi ya kumwamini Mwenyezi Mungu katika moyo wako, yajae mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wa taa, na kumtii Mwenyezi Mungu. Nini maana ya taa? Wanazuoni wakasema maana ya taa, maana yake ittiba'in awamirihi wa jinabi nawahi. Itibai awamirihi ni kufuata yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wajitinabi nawahi, na kuacha yote aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hiyo maana ya taa. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala anazungumza, alipouliza maana ya al-istiqama al-qalbi, akasema, ay yakuna mumtali'an min mahabbatillah,
natakiwa yajae mapenzi ya kumwamini Mwenyezi Mungu ndani ya nafsi, mapenzi ya kumtii yeye Mwenyezi Mungu, wa karahiyati maasiyati, na mtu achukie kumwasi Mwenyezi Mungu azza wa jalla, achukie kumwasi azza wa jalla Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, huwa nawashangaa Waislamu wanawatukana maswahaba, wanawatukana waja wema waliopita, hawana majambo, wanawatukana wakati wengine mpaka mashekhe. Yaani yeye kasoma kana kitabu chake majaraka, kasoma mpaka shekhe anamtukana. Inafika mahala mpaka mtu anamjeruhi Imam Shafi'i rahimahullah. Unamjua Imam Shafi'i wewe? Alifanyia inakupisha inakukosa. Unamjua Imam Shafi'i? Hawa watu wamefanya mambo makubwa kuliko sisi. Maneno haya si yangu mimi, Imam Al-Jawzi rahimahullah. Al-Imam qala al-Imam Al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Sikiza maneno yake. Asema kana salihun, walikuwa salafi salih, watu wema waliopita walikuwaje? Yafiruna min ad-dunya ila Allah, wanaikimbia dunia, wanamkimbilia Mwenyezi Mungu. Dunia wanaiacha, wanamkimbilia Allah azza wa jalla. Lakini akasema wala al-firaru min Allah ila dunya, wala maisha yamebadilika, wala sasa hivi al-firaru ila Allah min ad-dunya, watu wanamkimbilia Mwenyezi Mungu, wanakimbilia dunia. Hawana mpango wa Mungu, hawana mpango wa dini. Maskini Sheikh anazungumza Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, ilana sasa hivi al-firaru min Allah ila dunya, watu wanamkimbia Mwenyezi Mungu, wanaifuata dunia. Hawana mpango wa Mungu maskini, hawana hofu ya Mungu maskini, hawana mpango wa dini ya kabisa. Dini wanaifanyia mchezo. Na Mwenyezi Mungu anazungumza ndani katika sura Al-A'raf, alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayata ad-dunya. Sehemu ambayo nyingine ambayo tumefeli Waislamu ni adam taghyir al-aql, kutokubadilisha akili zetu, fikra zetu, maoni yetu na mpangilio wa mambo yetu. Mambo yetu sisi Waislamu huwa tunaendesha ya ovyo. Hatuna mpango wa kufikiria, kuweka vizuri katika akili na mipango yetu ya ovyo ili tulirekebishe hili kabla mwaka mpya. Ni watu wa kurupuka tu. Basi. Yaani sisi ni watu wa kurupuka, sisi ni watu ambao wa kutukanana. Mtu anafika mahali anamtukana shekhe, anamtukana kiongozi wa nchi, anatukana nchi yake. Yaani ni mambo haya, yaani hatuna mipango maalum. Anarupuka tu. Ila kusenia nini hiyo? Huu ni ujinga. Imam Al-Albani rahimahullah, salafi nyie mpo hapa wote masalafi, mnamjua man huwa Imam Al-Albani rahimahullah? Imam Al-Albani anazungumza kwamba laysa wazifatuna takfiru linnas wa tadhliluhum, wa innama wazifatuna irshaduhum wa hidayatihim wa ta'alimuhum. Maneno ya Imam Al-Albani rahimahullah. Tunaelezea basi, tukizungumza mashekhe wa kisufi ndio ile shewa bakwata, hawa mashehe wa kisunna hawa tunawazungumzia leo, muelewe. Mmezoea nyie tukizungumza kisufi, ile shewa bakwata, shewa wilaya, tunaleta mashehe hawa kisuni. Al-Imam Al-Albani rahimahullah anazungumza laysa wazifatuna, nafasi zetu alizotupa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, laysa takfiru linnas, si kwa ajili ya kuwakufurisha watu, kuwatukana watu, sio hiyo, watadhliluhum, na kuwapoteza watu, hapana. Inama wazifatuna, hakika nafasi zetu alizotupa Mwenyezi Mungu, irshaduhum, kufanya irshadu wa hidayatihim, na kuwaongoza, wa ta'alimuhum, na kuwapa nusisha. Inna rabbaka huwa a'lamu, hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayejua nani kaongoka na nani kapotea, sio wewe shomvi.
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, Mungu ndiye anajua nani kapotea kwenye manhaji, nani kapotea kwenye dini. Mungu ndiye anajua. Wa a'lamu bil muttaqin, na yeye ndiye nani kaongoka. Tuache masuala haya yanayopotezea muda haya. Eti mtu kafungia hapa, si afungia hata kwa ishikika tu. Tuna mambo mengi ya kufanya. Ni aibu. Mambo mengi ya kufanya kabisa kwa kweli. Sisi tunakaa tunazozana. Tunagombana. Mwaka mtu akisalama, hakuna masala ya kugombana, kuzozana. Tuweke nguvu zetu pamoja. Tuandae mikakati ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Sio tugombane. Haisaidi kitu. Ni mtu nafika mahala mpaka inafika mahala anakaa kuna kiongozi wa nchi kama unamtukana mpaka mufti. Hujamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kariya min amiri shay'an, yoyote atakayeona karaha kwa kiongozi wake jambo baya, hiyo wa dini wao wa kiserikali, jambo baya kaliona, Mtume akasema falyusbir. Mtume akasema vumilia, subiri. Fa innahu, hakika mtu huyo, man kharaja min sultani, mwenye kutoka, mwenye kumuasi kiongozi wake wa dini au wa kiserikali au imamu wake, akamuasi shibran, kwa shibli moja tu, mata mitata jahiliya, akifa mtu huyo atakuwa amekufa katika maiti za kijahili. Mtu anakosa uzalendo wa nchi yake. Basi hivi ndio waulize nyinyi Waislamu, wewe na Nabii Ibrahim nani mzalendo? Wewe na Mtume Muhammad nani mzalendo? Nabiiullah Ibrahim aliomba dua kuiombea nchi yake, akasema rabbi ya rabbi, kala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan, Mwenyezi Mungu nakuomba uijalie nchi yetu amani. Alafu waruzuku, angalia neno waruzuku, mambo ya dunia kayaweka mbele, amani kayaweka mwanzo. Amani ni kitu muhimu sana. Angalieni watu huko, angalia leo nchi ambayo vita vile vijana hapa. Alizungumza hapa imamu wetu, angalia Irani, angalia huko. Watu hawafanyi ibada kwa utulivu. Nabii Ibrahim aliombea nchi yake, aliombea dua. Na mtume mwenyewe aliomba, mtume yeye Muhammad aliomba, Rabbana barik lana fi madinatana wa barik lana fi thamarana wa barik lana fi sa'ina. Kiomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu wazalendo wa kuipenda nchi. Mimi wakati niko Kenya, niko mwaka wa kwanza, nachukua degree, masomo yangu ya degree. Akatokea daktari mmoja Muhindi. Ile daktari akasema, jamani, humu wamo wa Tanzania wanaosoma. Sasa kile chuo kilikuwa kinakusanya East Africa mzima. Sisi wa Tanzania tukanyoosha vidole juu hivi. Daktari akasema, wallahi nawaambieni ukweli, ukimuona mtu ametoka Tanzania kuja kusoma dini, huyo amekuja kusoma dini kweli kweli, kwa sababu Tanzania kuna amani. Tanzania kula kila aina ya matunda, kila aina ya kitu kizuri kipo Tanzania hapa. Anainiminya sifa darasani, ile kichuo darasa ile limekusanya East Africa pale. Wewe Mtanzania anafanya afadhali mimi niwe mbuzi ama nguruwe Ulaya kuliko Mtanzania Mwafrika. Unata uzalendo. Hii si kazi yako. Sio kazi yako. Kala Hakim amezungumza, namalizia. Kala Hakim amezungumza, Hakim mwanazoni huyu anasema ukuli albashari thalatha, akili za wanadamu zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna ukuli adhim tatakallamu anil afkar, kuna akili kubwa, kazi yake hiyo akili inazungumza mambo ya fikra tu, mambo ya afkari, fikra. Unakuwaje Uislamu, tufanyeje, inakuwaje tufanye hivi, Uislamu tutaendeshaje, mambo ya al-afkar. Akili ya kwanza hiyo. Kuna akili ya pili, ukuli mutawassita tatakallamu anil ahadath, kuna akili ya kati na kati, ile inazungumza mambo yanayozuka yanayotokea sasa hivi, masuala ya interneti, masuala ya kompyuta, kutengeneza mambo ya kisasa. Wewe umengangania vile vile, tena unatoa dalili maana si haramu, na wewe haramu kwa sababu zama za mtume hukuweko. Badiliki jamaa, yani mpaka inatia mauzi. Hii akili ya tatu hii ni nzuri nayo, ukul mutawassita tatakallamu anil ahadath,
akili ya kati na kati inayozungumza mambo yanayotokea duniani, internet sio nini, inazungumza, inajadili tufanyeje kama sisi Waislamu. Mambo yanakuja haya, tubadilike na sisi tuwemo, tusiwe nyuma. Na akili ya mwisho hiyo ndio mbaya hiyo. Ukul tatakallamu anin nas, ukul saghir tatakallamu anin nas. Akili ndogo mbaya kazi yake imekaa kuzungumza watu tu basi. Hii ndio mbovu hii. Yaani imekaa tu vijiweni, akili yake ndogo haikufikiri. Inazungumza nini? Watu. Yule kafanyaje? Yule kafanyaje? Nakusaidia nini? Unapoteza muda wewe. Hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu alitukiheshimu kwa mwanadamu kama akili. Kuna viungo vingi lakini akili ina nafasi moja sana. Wangapi waliosoma wana elimu sio kubwa lakini akili hawana. Na ndio maana katika sheria ikikusikana kwenye kitabu na sunna tunaambia tutumie kiasi. Kiasi nini? Kiasi ni akili. Kwenye Qur'ani mara hujapata dalili. Kwenye Qur'ani hujapata dalili. Kwenye sunna hujapata dalili. Angalia kiasi. Kiasi ni maana akili. Na adhabu kubwa ambayo watu watakenda kuadhibiwa ni akili, kutokutumia akili vizuri. Allah anasema lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Lakini sisi tungekuwa na akili au tulikuwa tunayasikia haya tunayoambiwa, tusingekuwa sisi watu wa motoni. Akili muhimu. Na katika sura Zumar anasema Mwenyezi Mungu alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wale ambao wanaosikiliza kauli maneno kisha wakayafuata yale kuwa mazuri, hao ndio Mwenyezi Mungu aliwaongoza, na hao ndio watu wenye akili. Tunaishi hapa, tubadilike Waislamu. Namaliza hutuba, tubadilike, tuache udaruishi, tuendane na ulimwengu wa sasa hivi. Unamwona huyu jamaa kakaa hapa anachukua rekodi, ulimwengu unataka hivyo. Acha upuzi wewe unaozungumza kama tuendelee na simu kisofadi, unaturegesha nyuma. Mwaka 1447 tubadilike. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu